Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Majira haya tena tumepata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Leo tutaenda kujifunza nguvu ya upatanisho. Upatanisho ni nini? Upatanisho ni urejesho wa mahusiano thabiti kati ya Mungu na mwanadamu, au mwanadamu na kusudi la Mungu ambalo limemfanya yeye kuumbwa na kuwepo juu ya uso wa nchi. Kwa nini upatanisho? Kuna wakati ambao katika maisha, kwa kujua ama kwa kutokujua, tumejikuta tumefarakanishwa na adui kwenye vitu vingi, ikiwemo uchumi, ikiwemo ndoa, ikiwemo kazi, ikiwemo mambo yote yale ambayo yanahusiana na mwanadamu kuwa na furaha katika kuishi kwake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja tusome kitabu cha Warumi 5 mstari wa 10 na wa 11. Biblia inasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa kwa uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Haleluya. Nataka leo unapokuwa unaomba, yako mambo mengi ambayo adui kwa kujua ama kwa kutokujua ametufarakanisha na Mungu. Wakati mwingine ameharibu mahusiano yetu na Mungu. Sasa nataka ujue kwamba kuna gharama ambayo Mungu aliingia kupitia Yesu Kristo, kupitia damu ya mwanawe Yesu Kristo, akatupatanisha tena. Nini ambacho kilitufarakanisha mwanzo? Kwa haraka haraka tusome tena Warumi hii 5 mstari wa 18 na wa 19. Tutajua chimbuko la mafarakano yetu sisi wanadamu na Mungu yalitokea wapi, ambayo kwa hayo sasa tunapoenda kutumia nguvu ya jina la Yesu au nguvu ya damu ya Yesu kujipatanisha na kila ambacho adui alitufarakanisha nacho, tunakuwa tuna uhalali mbele za Mungu wa kurejeshewa yale mahusiano thabiti kati yetu na Mungu. Haleluya. Warumi 5 mstari wa 18 na 19, Biblia inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutii kwake Yesu Kristo, na akakubali kuwa kafara ya msalaba ili aokoe kizazi, ili aokoe mwanadamu na dhambi zake, ndivyo ambavyo Mungu alirejesha mahusiano thabiti kati yake yeye na mwanadamu, ambayo hapo kwanza adui alipata nafasi ya kuingiza uadui kati ya Mungu na mwanadamu kwa yeye mwanadamu kuasi pale kwenye bustani ya Eden. Tukajikuta tunakula kwa jasho, tukajikuta tunaishi maisha ya fedhea, tukajikuta tunaishi maisha ya mateso na mahangaiko. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kwa tendo moja la Yesu kukubali kufa na kuzikwa na kusulubiwa na kuzikwa na siku ya tatu akafufuka, hiyo ilikuwa sababu tosha ya Mungu kuyarudisha mahusiano yetu, mahusiano yake yeye na sisi wanadamu. Nataka nikutie moyo mtumishi wa Mungu. Acha kulia. Acha kujiona dhaifu. Acha kulia kwa nini ndoa yako haina amani. Acha kulia kwa nini biashara haziendi. Kuna namna adui amekufarakanisha. Nataka uende na ufahamu huu siku ya leo, ya kwamba ikiwa Mungu alitupatanisha na kila jambo jema, hivyo basi nina kila sababu ya kudai upatanisho pale ambapo nimefarakanishwa, pale ambapo nimetengwa na baraka zangu, pale ambapo nimetengwa na hatima yangu, pale ambapo nimetengwa na afya yangu. Yamkini kuna ugonjwa umekuwa ukijirudia kila mwaka, ikifika mwezi fulani wewe unauma ugonjwa fulani. Hapo umefarakanishwa. Kila ukipata kiwango fulani cha fedha kinaenda kwenye magonjwa, kinaenda kwenye madeni, linainuka tatizo. Yamkini wakati mwingine sio kwako, linainuka kwa watoto wako, limeinuka kwa kazini kwako, ili mradi tu utumie zile fedha. Ndugu yangu, hapo umefarakanishwa na baraka zako. Usiyaone mema, au uyaone mema usiyafikie. Haleluya. Hivyo nataka tuende mbele za Mungu tukamwombe Mungu wakati huu kwa kila jambo ambalo tumefarakanishwa nalo, Mungu akarejeshe
ile nguvu ya upatanisho ikarejee tena, tukapatanishwe na ndoa njema, tukapatanishwe na kazi nzuri, tukapatanishwe na biashara zenye faida, tukapatanishwe na watu sahihi. Haleluya. Funika macho yako, tumwombe Mungu wakati huu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya huyu ambaye amejifunza kwa haya machache. Bwana, umesema mfalme wa amani, kwa mtu mmoja dhambi iliingia, tukafarakanishwa, tukawekwa na uadui kati yetu na mambo mema ambayo Bwana hapo kwanza ulituumba kwa haya. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya huyu ambaye anasikiliza na kutazama wakati huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo Bwana, kwa nguvu ya damu yako, kwa kifo chako pale msalabani, kwa wewe Yesu kukubali kuwa kafara ya ulimwengu, umerejesha na kutupatanisha kati yetu sisi na Mungu. Umeturejesha na kutupatanisha kati yetu sisi na baraka zetu. Ninasogea mbele za Mungu saa hii kwa ajili ya huyu mtu mmoja ambaye amefarakanishwa na ndoa yake, ambaye amefarakanishwa na hatima yake, ambaye amefarakanishwa na afya yake, kusimama kinyume na kila roho ya faraka. Ninaachilia damu ya Yesu kuiondoa hukumu ya mafarakano ambayo iko katikati yake yeye na hatima njema ambayo iko mbele yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia saa hii ninatamka na kutangaza, mtu huyu amepatanishwa na kila baraka njema ambayo Mungu amemkirimia toka hapo awali, katika jina la Yesu, toka kuumbwa kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa majeshi, kuanzia saa hii akapatanishwe na afya njema, akapatanishwe na baraka zake, akapatanishwe na ndoa njema, akapatanishwe na hatima njema katika kila eneo la maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Baba kwa kuwa umeenda kutenda kwake na kuzidi, ni kwa utukufu na nguvu ya jina la Yesu. Amen.